Kwa yale mambo ya kufukuzana baharini hakuna. Na mtazamaji wa ZMA Online TV, karibu katika matangazo haya, ikiwa ni ziara maalum ya kuwatembelea makapteni, mabaharia na mainjinia wanaofanya kazi zao katika vyombo mbalimbali vya usafiri baharini. Na hii inakuja kutokana kwamba dunia inakwenda kuadhimisha siku ya mabaharia duniani ambayo huadhimishwa kila mwaka mwezi wa 6 tarehe 25. Mtakumbuka kwamba mwaka jana shughuli hii kubwa na adhimu kabisa iliadhimishwa hapa Zanzibar katika ukumbi wa Idrisa Abdul Wakil hapa Unguja. Na mwaka huu 2026 jambo hili kubwa linakwenda kuadhimishwa katika mkoa wa Kigoma, mwisho wa reli. Ungana nami Suleiman Abdullah, nyuma ya kamera Saleh Abdallah Yusuf, ambaye atatuongoza katika mahojiano haya na Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, lakini pia Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia taasisi zao ambazo ni wakala wa meli kwa kule upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, TASAC, na kwa upande wa Mamlaka ya Usafiri wa Baharini Zanzibar ndio wanasimamia jambo hili kubwa. Tutakwenda kushuhudia mengi katika ziara hii na mengi watayazungumza wenyewe mabaharia na makapteni katika mahojiano hayo. Basi tuungane nami katika kufanya mahojiano haya. Sasa inatupeleka katika boti hii ya Zan Fast Ferries, ambapo hapa ndani wakati tunaingia tutakwenda kufanya mahojiano na mabaharia, kapteni pamoja na mainjinia katika jinsia zote mbili, na kikubwa tunakwenda kuzungumza nao kuhusiana na maadhimisho ya siku ya mabaharia duniani. Ndiyo jambo lao hili tunakwenda kulizungumza. Wamejiandaje, nini wito wao, changamoto wanazokabiliana nazo, na tunaingia katika boti yetu ya Zan Fast Ferries kupata mahojiano haya. Na mtazamaji wa ZMA Online TV, tunapandisha hapa sasa katika chumba hichi maalum ambapo makapteni wanakuweko, na hawa ni makapteni wa boti hii nzuri kabisa kwa hapa Zanzibar katika utoaji wa huduma. Boti ya kisasa kabisa ni Zan Fast Ferries, na hapa tunakutana na kapteni ambaye yeye tutaweza kuzungumza naye atueleze basi juu ya majukumu ambayo yanaendelea hapa. Na kikubwa zaidi tutataka kufahamu kuelekea safari ya maadhimisho ya siku ya mabaharia duniani. Captain, kwanza tukutambue, lakini pia hongera na kazi kwanza. Asante sana, nashukuru na karibuni. Asante sana. Kwa majina naitwa Captain Donald Peter Mfundo, ni kapteni kwenye chombo cha Zan Fast Ferry Zanzibar 1. Watu wengi wamezoea kuita Zanzibar 1 kama jina la kampuni, lakini kuna chombo specifically ndio kinaitwa Zanzibar 1. Okay. Isipokuwa kuna Zanzibar 2, kuna Zanzibar 3 na pengine kuna Zanzibar 4 inakuja. Inshallah. Kwa hiyo ni majina sio ya jina la kampuni, waichukulie kama ni jina la chombo maalum. Asante Captain, tuanze mazungumzo yetu kidogo kwa muktasari. Tunazungumzia kuhusiana na maadhimisho ya siku ya mabaharia duniani. Ndiyo. Historia jambo hili kidogo walau utupe. Wewe tayari kwa umri wako na uzoefu wako baharini, unajua kwa nini shirika la kimataifa la bahari IMO limeiweka siku hii ni maalum, ili watazamaji na wale ambao vijana wengine tunataka tuwahamasishe kwenye fani hizi za ubaharia na ukapteni, nao waweze kujua kwamba kuna kitu ambacho kinatambulika kimataifa. Karibu sana kapteni. Asante sana. Ni kweli tumekuwa na hii siku ya mabaharia duniani kwa sababu ya kuzungumzia changamoto mbalimbali ambazo wamekuwa wanapitia mabaharia, na hasa fani nzima ya ubaharia ni nini, kwa sababu watu wengi toka zamani walizoea kuiona fani ya ubaharia kama ni ya kihuni, yani haina thamani wala nani. Lakini wanapenda kuhakikishia ndugu watazamaji na watu wote wajue fani ya ubaharia sio ya kihuni, ni fani mahususi kama zilivyo fani nyingine. Tena hii zaidi inatambulika sasa ni kama profession. Unajua kuna watu wanashindwa kutofautisha kati ya professional
vitu ambavyo ni professional na academic. Unajua yule mwenye degree, mtu anayesoma degree, hata sisi tunayo marine transportation degree, lakini ile ni academically. Lakini professionally sasa inabidi aende zaidi ya ile degree. Sasa mtu akishakwambia nina certificate of competence, maana yake ana zaidi ya degree. Na ndio vile vyeo ambavyo huwa zile bars mnazozipata. Ile apewi kila mtu. Unaweza kuanza na bar ya kwanza, ya pili, ya tatu, ni kadiri unavyojiendeleza kwenye taaluma. Sawa kabisa. Sasa moja wapo kubwa ya changamoto nimeiona kwenye sekta yetu hii, ni watu kuwatambua watu wenye certificate of competence. Ukishaambiwa competence ni kama vile madaktari. Kuna madaktari anamaliza chuo kikuu, lakini ni intern. Anakuwa tu na amepata degree ya udaktari ambaye ni MD wa kawaida. Tuseme hajakwenda sasa kuwa professional. Sahihi. Ndio kitu ambacho tofauti kisichoeleweka. Mtu akikwambia na sasa, wengine anaambiwa bwana, wewe kwa mfano tumeona vijana wetu wengi wanaajiriwa, kwa mfano wanaenda TRA kwenye mashirika haya, wanaleta boti zao kwa ajili ya kufanya surveillance au nini. Akipresent certificate of competence, wanaitreat kama ni certificate nyingine kama za kawaida tu za academically, which is ambayo ni makosa. Wrong, very wrong. Okay. Wale ni watu ambao ni professionals. Yes. Tayari ashakuwa na kitu zaidi ya certificate ya kawaida. Kwanza ni marina ambaye anaweza kusustain kukaa baharini kwa muda mrefu, kufanya operation akiwa kwenye maji, anaweza kucontrol chombo, anaweza kufanya kazi za baharini akiwa baharini na kusaidia watu. You see? Captain, tuje kwenye mazungumzo yetu. Tuzungumze mafanikio. Kama ulivyozungumza, wengi walikuwa wanaifahamu fani hii ni ya leisure zaidi. Na wengi wanaofanya kazi hizi, mabaharia na makapteni, ni watu ambao wanaponda sana maisha. Kwa sababu walishakwenda kwenye nchi mbalimbali na nini. Na mafanikio ambayo binafsi wewe mwenyewe unayaona, lakini hata vijana nao pia mnaweza mkawaonyesha mafanikio yao katika fani hii. Sasa nikizungumzia upande wa mafanikio ni mengi, au tuseme ni makubwa kwa kiasi chake ukilinganisha na tuseme, kwa sababu kila mtu anachagua anachopenda. Ukilinganisha na fani zingine, watu anachopenda. Mimi nikiangalia fani ya marine, wewe mwenyewe kama captain, mimi kama mimi naiona tangu mimi nimeanza kuipenda hii kazi, niliona kwamba kuna tofauti kubwa sana ya mtu ambaye umesoma naye anafanya kazi marine na anayefanya kazi serikalini. Kwanza tulivyomaliza tu kuwa na diploma, nikawaangalia wenye diploma ya serikalini, fisheries, maisha yao, taratibu zao, nikaona mbona hawa improve, nitachelewa mimi. Lakini nikiangalia watu wa marine, akifanya kazi zake muda fulani anarudi, anakuwa na maendeleo mazuri, makubwa sana. Na unamuona yuko tofauti sana na. Lakini mimi nategemea, unajua serikalini tunakuwa na job security, na job security kubwa, na tuseme hiyo inawapa advantage ya kukopa na kupata mikopo na nini. Lakini kwa marine unakuta hiyo kama haipo, lakini na kuhakikishia kwa marine hapa labda inaweza kuwa haipo, lakini kwa nchi za wenzetu hawa Arabuni wapi ipo. Na watu wanakata mikopo mikubwa tu, na wanarudi anafanya kazi as long umeingia mkataba sahihi na kampuni sahihi. Captain, katika familia yako yuko ambaye ameanza kufata nyayo zako za mambo haya ya ubaharia, na unamuona tayari ana interest, unataka kumkuza, ama wao wameelekea kwenye fani nyingine ambao wapo ninao. Sema na mwingine ni binti, ila ana interest, lakini sasa ninavyoona kwenye upande wa mabinti bado kidogo kuna changamoto. Japo imekuja PSSR kujaribu kulinda tuseme haki za watu za mabaharia, na mabaharia. Inasaidia hiyo kidogo, italeta hope kidogo kwa kwetu upande wetu. Japo itahitaji muda kidogo ili watu wazoee, kwa sababu kuwa na mabaharia wa kike on board au kusafiri nao kwa muda mrefu nayo ni challenge nyingine, mazingira yenyewe. Captain, tumalizie mazungumzo yetu na tupate neno lako. Tunakwenda kwenye maadhimisho ya mwaka huu na tunaenda mwisho wa reli Kigoma kabisa. Neno lako wewe ni lipi kwa mabaharia wengine na makapteni kuelekea kwenye maadhimisho haya? Mimi neno langu ni wape watu
wasichukulie sekta hii kama ni kibadala, yaani waipe first priority, iwe ni professional na mtu maisha yake amewekeza na watu wanapoingia kwenye hii sekta wahakikishe anajitolea kweli kweli professionally, kwa sababu kwanza sio kazi ya mchezo ile mama, kwa maana ni kazi hasa ambayo inahitaji utumie akili zako, yani skills zako kwa hali ya juu, kwa sababu kwanza unachezea pili unachezea eneo la hatari sana, bahari. Kwa hiyo masuala ya usalama kazini, usalama wa chombo, usalama wa raia, kama unabeba raia na mizigo yao na chombo chenyewe unakuwa juu yako. Kwa hiyo unatakiwa utumie uwezo wako wote kuhakikisha kila kitu kinakwenda smoothly. Kwa yale mambo ya kufukuzana baharini hakuna. Na mtazamaji, tumemaliza mazungumzo yetu na kapteni amesema usalama kwanza, na hiyo ndio kitu ambacho hata shirika la kimataifa la bahari IMO linasisitiza. Safety ndio kitu cha kwanza, na kapteni amezungumza kwamba mambo ya kufukuzana baharini hakuna, kwa sababu wanalinda usalama kwanza na kuhakikisha kwamba huduma hizi zinaendelea kupendelewa. Basi tutafanya mazungumzo na watendaji wengine, tunao mainjinia hapa ndani, lakini pia tunao mabaharia wanawake, nao tutapata mazungumzo nao. Nikushukuru sana kapteni, na nikutakia utendaji mwema kwenye majukumu yako. Karibu sana, asante. Katika bahari kuu ya Zanzibar, usalama kwanza ndilo lengo letu daima.